Sasa kinachokufurahisha nini? Bila furahi tu ni mikono nafanya usafi hapo, si una muonekano wa kipekee sana mwanangu. Hivi mwanangu ameenda wapi? Kaenda shule. Mke wangu. Nini bwana? Kwani si ulale? Uone kama usiku. Amna mke wangu, mimi nataka tuzungumze. Sasa mimi nitalalaje na amani ikiwa umenuna mke wangu? Hebu tuzungumze basi kidogo tu yaeke sawa haya. Haya, ongea. Mimi kwanza naomba unisamehe mke wangu, kwa sababu unajua kile kitendo nilichokifanya pale nimekuudhi. Lakini mimi nimefanya vile kwa ajili ya mapenzi yangu kwako. Na siku zote mapenzi ya kweli lazima yawe na wivu. Na wivu sio kero mke wangu, isipokuwa wivu ni ulinzi wa hisia za mwenzako. Sasa mimi kosa langu liko wapi mpaka unaninunia mke wangu? Kiukweli mimi sijapenda. Hivi unajua ni kiasi gani umeonyesha udhaifu mbele ya yule bwana? Na wewe wivu wako usiokuwa na mipaka, mimi nasema sio wivu bali ni ujinga. Najua mke wangu, mimi najua nimekuudhi, lakini naomba unisamehe kwanza wewe. Lakini hata hivyo, nikiamka nitamwomba mama msamaha kwa kile ambacho kimetokea. Basi yaishi mambo madogo hayo, usifanye hivyo. Kwa hiyo, msamaha wako ndio utakaofuta ile tukio lilolifanya. Halafu vitu vingine utakiwa kukurupuka, na takiwa utumie akili. Kwani mbona hili swala kama umelichukulia serious sana? Sasa si jambo dogo tu mke wangu. Ndiyo, umeniudhi. Hivi, ulifikiria ulichokifanya pale mchana? Haya, mfano sasa ungemkata na ile panga. Unajua nini kingetokea? Basi yaishe mke wangu, mimi naomba tulale. Kesho tutamaliza au vipi? Mazulumu mjomba.
Mimi unajua nilikuwa nikiseto maneno juu juu. Nikasikia mazuruma, lakini mwisho wa siku kumbe ni swala la kweli. Ndivyo? Kwanza unajua kwamba wewe umefanya makosa mazito sana. Alafu isitoshe mimi mjomba, mimi nimeshakuwa zaidi ya mara 20 mjomba. Hili swala sihitaji liwe. Lakini kulingana na uchu ulikuzidi mjomba, na waswahili leo wenyewe wanasema kwamba ujana maji ya moto. Umeona? Umejitosa pale. Mwanamume kama mwanamume endapo akichukua maamuzi ya kuoa tu, anafaa achukue mkakane kwake. Sio mwanamke au mwanamume unaolewa. Maana pale wewe umeolewa, hauna mamlaka, hauna sauti. Hapo isitoshe mjomba, yule binti ameshazalishwa, ana mtoto. Unajua kwamba yule ana mtu ambaye aliyomzalisha. Wewe mjomba, ilikuwaje bwana? Mjomba, labda mimi niseme kitu kimoja. Mimi kukaa pale ukweni sijaona kama ni tatizo. Eti? Lakini pia mjomba, ukiachana hayo, mimi kuna mchongo wangu kidogo na usikilizia. Yaani kama ukikaa sawa, basi mimi nitamchukua mke wangu, tutaondoka, tutaenda kuwezeka kile kibanda pale chini. Lakini pale mimi nimekaa tu kwa muda, kwa dharura tu. Mchongo unasikiliza, si ndivyo? Utakuja kudhalilika kama mbwa. Sababu mke wako atajua kwamba mume wangu mimi amekosa. Lakini mkweo hatajielewa kama wewe umefanya nini? Makosa. Mara nyingi mwanamume akioa anafaa achukue mke aondoke naye. Sio ugome wewe alafu unaishi pale kwa nini ukweni. Mambo gani mjomba unafanya lakini? Na ni mara ngapi mimi nimekuwa zaidi mara 20 mjomba mjomba, lakini kumbe huchu ulikuzidi. Wenyewe wasema kwamba ujana maji ya moto. Umeona maji ya moto yatakuunguza haya. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa na ushauri wako nimeusikia na nitaufanyia kazi pia. Mwanamume kupambana. Mwanamume anafaa awe ngangari, si ile mama. Wewe pale una lolote la kuzungumza, hauna kauli. Ukioa mwanamke mwenye na mtoto sasa umekodwa shamba ambalo lina nini? Mgogoro. Ukao kilimo kupanda mahindi yakiwa mazuri, watu wanakuja. Amka mzee. Sawa mjomba. Haya basi. Mimi nimekuelewa mjomba. Ngoja nifanye hizi harakati hapa, mambo yakiwa sawa mimi nitaondoka pale. Pambana mzee, utoke pale. Pambana uondoke pale. Mimi sioni kama nitakaa hapa kwa sababu ulikuwa unaandaa sehemu kidogo. Nafikiri tutaongea vizuri baadaye. Mjomba, mimi natoka kidogo. Sawa. Lakini ngangana mzee, zingatia maneno. Mzazi mwenza, mzazi mwenza. Mama. Shikamoo. Marahaba, vipi hali baba? Salama, si wewe? Salama, kwema? Kwema. Wewe mtu msaidie mimi. Asante baba. Mzazi mwenza ni mzigo mzito. Kila nikijaribu kusogeza naona taswira majuto. Kudumisha penzi ni kumlea mtoto. Nani atanieleza? Maana kwangu ni mazito. Mama. Mimi naenda bwana. Asante mwanangu, nashukuru. Hata usijali mama. Pole kwa usumbufu. Kawaida. Hizi ni tamaduni zetu Afrika. Mtoto kumsaidia mtu mzima. Kwa hata usijali mama. Asante baba, nashukuru. Haya, mimi naenda. Karibu baba. Asante. Nilijenga ndoto kwa moyo wa dhati nikiamini mapenzi yangedumu milele. Leo naokota vipande vya maisha nikilia kimya nikimlinda mtoto wetu. Machozi yananifundisha kuvumilia. Bwana Mazulumu, mambo vipi? Kwani mimi tunaongoza kuendelea? Acha kama sijisikii kuitikia salamu yako, shida iko wapi? Umetumwa au? Hebu achana na mimi bwana. Wewe vipi bwana? Yaani yule kama itakuwa hana njaa, basi kuna matatizo ya akili.
Unajua mwenyewe bwana. Siku mwanangu, ama kweli mtu sio nyau. Nimekutana na Hasani mferejini, kanisaidia ndoo mpaka hapa barazani. Ndio. Ndio alokusaidia kubeba maji. Na nilijua tu mamangu, wewe mwenyewe ndio hiyo kubeba maji mpaka ujifikirie. Nimeshukuru je. Kanisaidia mwanangu kwa kweli. Haya, beba mwanangu. Hebu subiri kwanza. Hivi ina maana ni dharau au ni kutokuelewana? Niliongea nini mara mwisho kuhusu Hasani kuja hapa? Sasa hapo Hasani anakosa gani? Hivi mbona unataka kunisikiliza wewe? Kuna matatizo gani lakini? Au kuna mpango asili mwausuka kati ya wewe na Hasani, si ndio? Hasani alichokifanya ni kumpokea mama ndoo kule na kuileta hapa. Hakosa lake liko wapi? Afu mbona unagubu? Kila saa nakwambia unagubu. Basi fanya hivi, hii ndio chukua ingize ndani. Unajua hichi mnachokifanya, nyinyi mnaona ni sahihi lakini mnanikosea mimi heshima mnajua. Haya, ingiza ndio maana mwenzao kaitoa kule kaleta mpaka hapa anasaidia kuingiza. Aje aingize mwenyewe. Kwani yeye ndio kaitoa huko mpaka hapa? Bubu tu. Bubu la nini? Mbona umeikata hiyo simu? Pokea simu, si imepigwa? Sijisikii kupokea simu ndani. Ujisikii kuongea na simu au upo huru kwa sababu mimi nipo hapa? Sasa mauti yako. Hebu niache nilale mwanangu. Mimi nilijua tu. Yaani mimi nilijua tu. Hayo ni makando kando yako. Yaani unaona upo huru kwa sababu mimi niko hapa, ndio waona yani simu yani uicancel sauti. Yaani hizo unazoleta wewe hizo hapo ni dharau. Kwa sababu haiwezekani simu hapa imepigwa badala wewe kuongea eti unaikatisha sauti. Pokea wewe simu. Nipokee vipi wakati wewe ndio umepigiwa? Kwani nimepigiwa simu yangu umepiga simu yako? Pokea, si ndio nasira kujua ni nani alopiga. Ndio nataka kujua ni nani anapiga simu saa hizi na wewe usipokee. Kwa hiyo yani kinachokiongea wewe ukisikia unaletea kiburi mama ugeuza kwa huko Yaani mimi nilijua tu ujio wa huyu kijana hapa kijini umekuja kuharibu kila kitu. Naye mwenyewe ulivyokuwa mdhaifu sasa. Wala utaujinga hapa. Wewe mtu umepigiwa simu baada ya kupokea simu upokei. Maana yake nini sasa? Si dharau hizo kama umenionyesha mimi dharau kwamba nionyeshia kwamba sasa hivi mimi nina mambo yangu. Hivyo mbona dharau lakini wewe? Kwa hiyo simu utapokea upokei? Haya sawa. Endelea hivyo hivyo na dharau zako. Mimi najua. Yaani mimi nishajua kinachokupa kiburi wewe ni nini. Nishakijua. Wala sijipitau mimi kujisumbua. Hizo dharau unazozileta wewe mimi najua kabisa zinasababishwa na nini, lakini haya twende tutafika. Yaani mtu akiwa na dharau unamuona hivi hivi yani. Siku zote simu unapigiwa usiku unapokea afu leo simu unataka kuipokea. Ningekuwa nimepigiwa mimi hapo, ningekuwa tayari ushangangania hapo. Pokea simu tujue ni nani, utaki nayo waifiche. Nataka kaongee naye chooni. Ni vitu kama mambo ya kipuzi la news kweli. Mzazi mwenza, mzazi mwenza, mzazi mwenza, mzazi mwenza. Kwa ndo safari hivyo. Kumekucha mama. Ngoja ndio kwa bwana Heri nikaangalia kitakachopatikana basi. Haya, sio tuachaje huko ndani.
Ndio maana nikasema ngoja nikaangalie kwa sababu ile miogo ambayo kwa naitarajia nguruwe wote wamepita nayo. Sasa hapa ngoja nipite kwa mjomba, nikaangalia kama zendi zake hajaziangusha nzilete. Tupike, siku itakuwa imeisha mke wangu. Mchana tutajua tunafanyaje. Baadaye. Baba, kwema, mbona umeniita huku? Mama ni kwema. Nimekuita huku. Nimeona tuje tukae faragha kidogo kwa sababu pale nyumbani ningeonekana mimi naye tunazungumza basi hata madhulumu angeleta tabu. Hivyo kilichonileta huku kwako sasa hivi na kusumbua. Mimi muda wangu alikizo umeshaisha. Nataka nirudi mjini. Lakini nina ombi moja. Naomba mwanangu Latifa aondoke naye mjini. Nikamlee na nikamsomeshe. Ili nione na mimi kwamba anaweza kupata malezi ya mzazi wa kiume. Baba, mimi nimekusikia. Kwa hilo mimi sijali afiki. Ila ngoja nimwambie mzazi mwenzio na sidhani kama atalielewa hilo. Na ndio maana sikumfuata yeye, maana nilijua mimi na yeye tusingeweza kuelewana. Nimekufuata wewe kama mzazi. Naomba ulisimamie hili. Naomba sana. Naomba sana umplease Suzana. Ili niweze kuondoka na Latifa. Sawa baba, si kwa ubaya. Lakini katika hii dunia hakuna kobe anaweza kubeba nyumba ya mwenzie. Na maanisha hivi mwanangu. Hizi sio zile enzi za kulea mtoto wa mwenzio. Najua una hofu ni swala la malezi. Lakini swala la malezi ya mwanangu nimeleka vizuri tu. Maana nyumbani kuna shangazi yangu na pia yupo dada wa kazi. Lengo langu mwanangu apate elimu bora. Na ndio maana natamani nichukue nikaishi naye mjini. Hilo kwa mimi hapana baba. Labda ukae na mzazi mwenzio muelewane. Na kwa namna mlivyoachana, sidhani kama atakubali. Ngoja nikamwambie. Sawa. Mimi naomba tu unisaidie kwenye hilo. Sawa, hamna shida. Asante mama. Mzazi mwenza. Mzazi mwenza. Mzazi mwenza. Mzazi mwenza. Haya, kakuitia nini mama? Hana lolote, sasa ni mjinga tu, mpumbavu, mpuuzi yule. Eti ananiambia tunataka mwanangu nikamlee. Mimi nikamjibu hapa hakuna walezi. Anataka mwanae? Ndio. Tena ishi huko. Uojinga mama mimi asia kaniletea. Hapa mtoto atoki. Kipindi kila kata anamkimbia. Licha hivyo mwanangu. Zile 10,000 hatutozipata. Anataka aje hapa kumwangalia mtoto, hataki basi aende tu. Sasa huyu anataka kujitia ana akili. Kipatacho. Yeye kama akiondoka, yani akienyoa tu miguu yake hapa anampigia simu mtoto kalazwa. Maana kitu tuje kumbambika tatizo kubwa la mtoto. Mtoto atoki na kienyoa miguu yake naomba mtoto kalazwa. Ndio, atutumie hela. Mama, kwa sababu kipindi kile alivyonikimbia ndio akatukomoa. Sasa nataka ajue kwamba huu muziki hajauchezea. Yaani nataka ajue kama sisi bado hajatuweza. Mtoto hapa atoki na huduma zake ataendelea kuzitoa kama kawaida. Ndio. Sikudhani. Bila shaka umeshapata salamu zangu kutoka kwa mama yako. Hivyo na siku 3 tu nataka nirudi mjini. Hivyo ningeomba niondoke na Latifa. Ngombe tukistaarabu. Hilo haliwezekani. Yaani siwezi kumtoa mtoto wangu aende akalele na mtu ambaye simjui. Unanielewa? Kama shida ni mwanao. Yuko hapa. Ukitoka huko unakotoka kuzurura utakuja kumwona hapa. Unanielewa? Mimi nafanya haya yote kuepusha mgogoro na wewe na kile kibwana chako kwa nyumbani. Si unanielewa? Sasa unapotaka kuleta ukorofi kumzia mtoto kwa utaki naye. Nashinda kukuelewa. Acha dharau sana. Huyo naye mdharau ndio alikuwa anakulelea mtoto wako. Na kipindi unanikimbia nikiwa mjamzito, unajua nani alionisaidia? Ukitaka tuanze kufungua kitabu cha makosa, uende wewe ukaona kurasa nyingi za makosa kuliko mimi. Tafadhali, naomba unipatie mwanangu. Sawa.
Huenda mimi kana makosa mengi kuliko yule nikindani kama mjamzito. Hivi nyinyi mnaotutia sisi wanawake ujauzito na mkatukimbia, mnatuchukuliaje? Sasa yule mtoto hujazaa peke yako. Yule mtoto tumenyungutuka wote, tumeteseka wote kwa swala la uzazi. Kukukimbia mimi nimeenda kutafuta pesa. Si kama labda nimefanya makusudi. Na kukutafuta gani? Ambako kuhudumia mtoto mpaka nilikupeleka kituoni wewe. Tafadhali. Sija kukimbia kwa makusudio. Nimeondoka kwa sababu kwenda kutafuta tuje tutumie mimi na wewe na mtoto. Sio, unanielewa lakini. Haya masuala kurudia kwa mwanangu wewe unakuaga so muelewa. Yaani kichwa chako ndani kina jiwe fulani hivi. Gumu. Yaani kila ninavyokuelewesha, kila ninavyokupangilia unakuwa ukai katika mstari. Wewe unanitafutia mimi lawama, si ndo maana yake? Sasa wewe, mimi naona tukiongea kwa maneno hatuelewani kwa sababu anaingia huko anatokezea huko. Wewe dawa yako wewe, ubiri. Dawa yako mbona ni ndogo sana? Mzazi mwenza, tukiweka mtoto mbele tutashinda. Mzazi mwenza, upendo wa mzazi haujawahi kufa. Mzazi